Kubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Mwana sana mwanchu muri betaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligane ase omorobere bw'Esabari oboncherera yokoretwa sori kali tkoria alamisi ensa monde nusia marababa stokumirana na boncherera abagoto semia amande wekera oboncherera bwabo asinse motiche mitandao asinse ya Facebook na bagoto nyara wekera Ndizi TV News Digital abiga sense media YouTube na bagoto nyara wekera Ndizi TV News asense moya website na botu nyawitra www.ndizitv.or.ke Twitter name feed da kerubo ngufariga ni bene elinde tusange ase obwama kundu mwanchi muri ritkuria rero nibona atarire asense mo yabo baracho astoguchkumya no monchiria yogo kora obonchirire bw'Esabuni achikotwerera amange gwetera obonchirire bwa ene kia chagete nikiageta ke mukibitambuke na gochora obonchirire obo nabo yegega gasagwe korera obonchirire bwa ene nara yari agwetera na matuko abosyo ningikeri aganikiye guchwikira nego karansoike elinde tusemie ase obwama. Karibu sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na hapa ni wapi tulipo na unafanya biashara gani? Kwa majina naitwa Nyaga. Hapa tuko kunaitwa Bobaracho. Kazi yangu nafanya kazi ya kutengeneza sabuni za kufua na za kuoga kama mnaviona. Na sifanyi peke yangu, tuko na bradhangu Joroge, inafanya kazi pamoja na hii ni kazi nzuri. Pengine katika hii biashara yenu ni jina gani mnatumia katika hii sabuni? Hii sabuni yetu tunaita Dunamis Bar and Bathing Soap, ambayo inamaanisha strength kwa lugha ya Kiingereza. Pengine ulianzia wapi hadi ukachagua sasa wacha uanze kutengeneza sabuni? Mimi nilikuja huku Kisii mwaka wa 2017 kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii University. Nilipatana na rafiki yangu ama marafiki wangu, na wakati tulipatana tulikuwa tumetoka sehemu tofauti, na unapata wakati mwingine mkipatana na mtu unapata mko na ideas. We came up with this idea of making soaps. Now with the time, although it was hard, tuliamua kuimplement this idea of making soaps. Ndio sasa tupate kitu ya kutuweka katika hii maisha ya chuo kikuu, ile maisha ya chuo kikuu kwa huo muda. Mwana sana mwancho muri utasegini kia Ndizi TV rero nteke tuwesemi naki abasane keraba umeranire bago chamo babike birengeri byago amo nabo igo babyonchereria byaba uboncheria stikoria rero tugosanganere Nyaga abo menute n'abasani baye bakarengerereta bacake korose sabuni ecyabiri kikoira emeri asikinseme kiga kya abo baracho asabiri kagotebanga nigo bakwiruka Dunamis Distributors Limited ile tuchikomanya na barabu amange gwetera obonchereri bwoga bwabo. Sasa nani ile wafunza kutengeneza sabuni? Sabuni ilikuwa hatukuenda shule, kupitia masomo. Na mimi mwenyewe ile masomo nilikuwa nimesoma, nilifanyanga ile course nilifanya ilikuwa course ya biashara. Sikuwa nasoma nikuwe job seeker. I wanted to be a job provider. Na mwenzangu alifanya analytical chemistry. So through that idea ya sabuni tuliona ni rahisi sana, kwa sababu mwenzangu ikikuja maneno na kama kutengeneza hizi makemikali itakuwa kazi rahisi sana. Na mimi ikikuja kwa hii sekta nyingine kama ni ya soko, marketing,
nitakuwa sawa, kwa sababu hiyo ndio the area of specialization. So we prefer that through that idea yenye tumekuja nayo tukaonelea sasa huyu kijana juu amefanya analytical chemistry, anaweza kuwa best when it comes to kutengeneza hizi chemicals. Although we have the idea, but unaweza kuwa na idea lakini ile kutengeneza kitu kama hii si rahisi. Hatukuenda klasi yoyote, ni ile knowledge tulikuwa nayo tulitumia, tukaona ni mzuri tutengeneze sabuni kutumia ile waste. Hii kama ukiangalia sabuni tunatumia waste oil from the hotels na restaurants, na pia tunatoa palm oil from Mombasa. Although sasa imekuwa gumu sana kutoka COVID ikuje, hatupati palm oil kwa wingi, so the level of production unapata imerudi chini, lakini with the time we are picking it will be well. Ukiangalia wakati mlianza kutengeneza hii sabuni yenu, ni wakati mlikuwa shule ama already mlikuwa mshahitimu? Tulianza kutengeneza hii sabuni bado tungali wanafunzi, na baadaye ilifika mahali kukakuwa kugumu sana kwa sababu ya COVID, lakini hatuku give up, we still continue. Na even after the COVID-19 tuliendelea kutengeneza sabuni mpaka saa hii. Although at that time production ilikuwa chini juu ku source raw materials ilikuwa juu ya cost of living. Yeah. Ukiangalia wakati unahitaji kutengeneza hizi sabuni, kuna vitu tofauti unahitaji kama vile hizo materials, kuchanganya hizo chemicals. Pengine nyinyi nani alikuwa anawaelezea mahali ambapo mnaweza zipata? Wakati tulikuja na hii idea, kitu ya kwanza unajua, when you come up with an idea, especially the idea that means resources like these raw materials, kitu ya kwanza ukikuja na idea, before you implement that idea, unajiuliza, yes I have the idea, lakini where will I get these raw materials from? Sasa tuliona Thika kuna kwa na industries za these raw materials, so tukaona it's better tuende kama ni Thika. Tulitoka tukaenda mpaka Thika kutafuta hizo raw materials, na later on tulipata mtu wa to supply. Sasa ukaanza kujua mahali unatoa materials. Wakati ulitengeneza sabuni yako ya kwanza, ilitokeaje? Kwanza ilikuwa shapeless. Juu sasa hatukuanga na the required kitu kama hizi, unaona ma soap dish, hata si hatuzitangi soap dish, they are molds. Zote ni molds, only that this one ni plastic na ingine ni metallic. Sasa hiyo soap ya kwanza haikuwa hata na shape, ingine ilikuwa na mashimo. Juu sasa hata kutengeneza hiyo chemical ili ishikane vizuri, ilikuwa kazi gumu sana. Nilikuwa naona tu ni kama by the end of the day nimefail. Lakini at the end of it all, through ile kutry, banda ilikuja kuingiana na maneno ikakuwa sawa. Ukiangalia wakati sasa uliendelea kutengeneza, mbona ukufa moyo wakati wa kwanza ukaona umetengeneza kitu mbaya? Mbona ukufa moyo ufanye kazi nyingine ukasema acha uendelee kujituma ili kutengeneza sabuni? You know, the first thing I believe in trying. I knew that when I keep on trying, by the end of the day, nita make something concrete, kitu smart. So ilikuwa mapema sana ku give up. Nisinge give up kwa sababu this is an idea yenye mimi mwenyewe nilikuja na yenyewe, nikaona hii inaweza saidia. Yeah. Wakati ulijua sasa kutengeneza sabuni, ukaona sasa hata umetengeneza kitu poa, customer wako uliwapata vipi? Mara ya kwanza, my brother can testify this,
Tuliendanga soko kama mimi mara ya kwanza kuenda soko. Wale makastoma nilipata huko. Kulikuwa na a lot of challenges. Juu walikuwa nasema sijui hii product hii ni sabuni gani. Sasa unajua kuelezea customer muonyeshe hii ni sabuni poa inakuwa vigumu sana mara ya kwanza kwa sababu hakuna mtu aliyetumia hii sabuni hapo baadaye. Lakini later on niliwauzia, lakini niliuza sabuni chache sana. Sijui hata siku ya kwanza niliuzanga sabuni 5 nikiwa nimebeba sabuni karibu 30. Sabuni 5 peke yake. Lakini with the time after sasa watu wale walinunua zile sabuni kuenda kutumia, hao ndio walikuja wakaambia customers wengine hii product ni mzuri, na by the end of the day niliendanga na kama crates 2 na zikaisha. Yeah. Ukiangalia kwa soko kuna brands tofauti za sabuni. Sasa wewe kwa upande wako una convince aje customers waache kutumia hizo brands pengine ndizo wamekuwa kizoea kutumia wanunue hii sabuni yako? Kitu naambianga customers, unajua kuna kitu initangwa customer choice na kuna taste and preference. Na kuna kitu moja nawaambianga, unajua ukiangalia sabuni usiangalia sabuni kama ama product uone tu hii product ni local made, lakini ujui uzuri wa hii sabuni. I normally assure my customers that this is the quality soap. Hii ndio sabuni na wanajua wao wenyewe kupitia hiyo kutumia kwa huo muda tumekuwa na wao, wanajua hii ndio sabuni mzuri. Ukiangalia wakati ulikuwa shule pengine wazazi ama your society walikuwa na expectations mingi sana katika ukihitimu katika chuo kikuu pengine utaenda uajiriwe kazi mahali. Wakati uliwaambia sasa umeanza kutengeneza sabuni, pengine walichukulia vipi swala hilo? Kitu kama hii before you make it public lazima kwanza establish. Na hii ilikuwa part of our hustle, at least tusisote sana. So mzazi najua alikuwa na a lot of expectations after graduations, but still wako na expectations, I mean. So ile kitu nilifanyanga, niliambia mzazi nikamwambia mimi nimeenda kuchapa aso Kisii. Lakini sasa hii aso sikumwambia ni sabuni. Nilimwambia tunaenda tu kuasoka kijana. Yeah. Nataka ushikilia hapo kidogo tuingie mapumzikoni, tukirudi kuna karatasi ninaona nimeshikilia moja hapa, kuna nyingine nimeshikilia hapo. Utatuelezea zaidi hizi karatasi ni za nini, au utatuelezea mipango yako ya siku za usoni ili kuhakikisha kwamba kazi yako inaendelea kwa njia sambamba. Ambia mwana sana mwanchu muri yani gotogenda kusanga nere nyaga oyuro mwanchire w'ikisabuni kura sense meyiga yabo baracho cinga kegenda kwaerera igoro yo mwanchire bwa ekurwa chagite gukira bono iga kurenda bereka batasemia amange mwanchu muri ndete traso asomo tumokomoke igoro to basa gufata basakanyera ngwira nanda sege kege kero busio elinde to sange amange. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. We love, rocky,
Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii Esabari ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono Esabari bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamono sana mwanchu muri bitaseni kya Ndizi TV nendengo kwaligania asensemo ya kabiri chinga kitogendete gusanga imiyomoro buri bw'Esabari y'oboncherera cyangwa kwerukanga nabo Dunamis Distributors bakora oboncherera bw'esabuni babere bagoterera amange kuri ndiko nyantara so mutima kumokeigo na bagingo bagoli asensemo yabo nakiba ngubwate bale amachika ya kebsa so kwenikinga oboncherera bwabo ngokoleka bole sinchira endonge tangu mwanchu muri tusange na barabu elinde batoelesere asobwagale. Sasa kuna karatasi umenipea hapa kwa mkono nimeshikilia. Mpenzi mtazamaji angependa kujua zaidi katika hii biashara yako pengine unafuata maagizo ya KEBS. Hiyo karatasi umeshikilia hiyo ni inaitangwa certificate of incorporation. That is the certificate enye inakuanga issued to the company after umetimiza na yani zile vitu zote zinatakikana unaenda sasa unapatiwa hiyo certificate na thereafter although to get the certificate is not easy because we had long procedure tulikuwa na lazima tungefuatilia vitu mingi sana ili kushughulikia hii certificate ilikuwa imetuchukua muda. You can imagine from around 2018 tulikuwa tunashughulikia hii ili to take like over 6 months kupata hii certificate. Pengine kuna mfanyabiashara na kuangalia pale nje angependa kujua umuhimu wa kuwa na hii certificate ni upi? Umuhimu wa kuwa na hii certificate this is an assurance. Unajua when something is certified it means that uko na assurance. Kila kitu sasa uko kama kampuni kama ni product ulikuwa unataka kutengeneza hapo sasa uko free. You have the freedom kutengeneza product yako. You have the freedom to enter the market as the company. Njoo sasa kama ni pale kikuja kwa Companies Act unatambulika. Haya kuna ingine ni umeshikilia kwa mkono wako pengine unaweza tuelezea pia. Ni certificate. Hii ni ya KEBS. This is more important especially to this product of ours. Ukiangalia hapa ni sabuni. Unajua sasa customers wengi ukienda kitu ya kwanza ile kitu wanataka kuona kwa hii sabuni ni KEBS code. Uone kama hii sabuni imekubalika ama ikuwe tunauzia kitu yenye inaweza waharibikia. Lakini nikiwa nimeshika hivi this is an assurance. Hii certificate nikiwa na hii inamaanisha ya kwamba sabuni yenye nauzia customers wangu hii ni sabuni imekubalika, inatambulika na wizara ya KEBS
ukiwa na imefikisha zile standards imeafikiza ukiangalia sasa katika soko, pengine sasa kuna soko moja ulikuwa umezoea kupeleka sabuni, pengine sasa biashara yako imeweza kufunguka, kuna soko tofauti ambazo unatembelea kuuza sabuni yako. Sasa kuna soko mingi, mimi huwa na cover Kisii and Nyamira, lakini si yote. Unapata kuna soko zingine hatujafikia, lakini I can assure my customers, najua mko hapo mnaniona, we are coming there very soon. Ukiangalia sasa upande wa competition, najua si wewe peke yako unatengeneza aina za sabuni kama hizi, na pia kuna hizi kampuni zingine ambazo zinatengeneza sabuni. Sasa kwa upande wako huwa una deal aje na competition? Competitors, mimi nachukulia competitors kama nini, watu wa kunipea motisha. Wakati naenda napata product nyingine pale, najua I'm not enjoying monopoly. Nikipata kama ni ndume pale, najua tuko wengi. Nikipata kama ni mtu mwingine ameanza kutengeneza sabuni, najua tuko wengi. So it's high time naanza kuongeza quality ya sabuni yangu. Kama ni kushughulikia kama ni maneno na packaging, nishughulikie maneno na packaging, so that ikikuja kwa market entry nikuwe sawa, nikuwe nimejipanga. Kwa customers wangu wasikuwe na any doubt eti sabuni haiko sawa, sabuni ina karatasi mzuri. By the end of the day, after we get what we need, especially when it comes to mass production, we are going to cover large area. Na by the end of the day we will win the market. I can assure my competitors that. Ukiangalia technology ambayo mnatumia sasa katika kutengeneza hizi sabuni, unaweza izungumzia vipi? Kwa sasa hii ni cold process na this is one of the simplest method. Na hii technology at least hii ni kitu at least sisi wenyewe tunaunda kutumia mikono yetu. Na hii technology ile disadvantage iko nayo ni kikuja kwa hiyo kitu naita mass production. Atutengeneze sabuni mingi sana, lakini if we get any investor or any person who is willing and able to support us, so that tunaweza inua hii kampuni na tuandike vijana tunaweza andika hata vijana 200-300 kulingana na wakati. Lakini kwa sasa tuko hatuna ile sabuni mingi sana, lakini we are going to cover the market using this technology that we are using now. Umezungumza kwamba kuna soko tofauti unatembelea, pengine unafikanga aje huko kwa soko? Kwa sasa I normally use the PSV, the public service vehicles. Natumia wakati mwingine matatu, andi vijana wale wengine huwa tunatuma, unapata tunawalipia fare wanaenda masoko zingine. Unaona, kwa sasa kuna shinda ya transport, lakini it's a matter of time. Kila kitu hauwezi amuka lala leo kesho uamuke ukiwa na gari. You have to work for it. Kama unataka kitu ya rahisi, haitapatikana. By the end of the day utakwaya, na the easy come, the easy go. Ukiangalia katika hii biashara yako ya kutengeneza sabuni, venye unapata materials, pengine ni challenges zipi ambazo unapitia? Kwanza tunapata challenge ya, ukiangalia kama saa hii mafuta, hii mafuta si ile mafuta safi sana. Hii mafuta ni quality, lakini tunahitaji kusource mafuta hata kama ni outside the country. Njoo sasa kupata the required amount of oil ni vigumu sana, juu sisi tunajaribu kuminimize the pollution, especially to our county, Kisii now. Tunajaribu ku reduce the pollution, kuhakikisha ya kwamba zile hotels, restaurants zenye zinatoa mafuta haziendi kutupa mafuta huko kwa dustbin. By the end of the day kwa kitu hata inanuka, inatoa harufu mbaya, alafu affect health ya watu. Tunatumia hiyo mafuta, we reuse the oil, tunaitumia, tunawaundia quality product, kitu yenye inaweza wasaidia na kitu cheap.
yenye ni affordable. Yeah. Ukiangalia sasa kama hii mafuta mnaitoa within Kisii ama other counties? No. We source this oil at the palm oil tunatoa as far as Mombasa. Tunaleta the amount, the required amounts. Ile kama ni, although it's not easy to get. Tunatumanishia tunaletewa. Sasa tukiletewa ndio sasa tunatumia pia ile iko tumesource kutoka Kisii na with the counties within kama Kericho, Nakuru, ndio sasa tunachanganya tunatengeneza hii product. Pengine kwa upande wako kuna time unaweza pata demand iko juu na pengine we hauna hiyo product. Unapata wakati mwingine demand iko juu, kama sasa demand iko juu. Unasikia customers kama kuna customer anataka kama 100 bar soaps. Na sasa hiyo sasa ulikuwa umeplan kesho kuna soko unaenda na hizi 100 bar soaps. You see ina kugharimu time, there is lazima ujikaze ili at least hata kama utafikisha ile kiwango ulikuwa upeleke kwa hiyo soko, at least utapeleka hata kama ni half. Unaona? But ile kitu tu tunahitaji tu machine at least tufanye mass production. Juu demand iko juu sana. Watu wanataka sabuni juu ya kufua, watu waoge. Yeah. Kuna ile sabuni ya liquid. Nawe naona sana umeconcentrate na ya bar soap. Mbona ungetengeneza ile ya liquid ukaamua wacha utengeneze hii? Unajua liquid sieti ni singetengeneza. Pia hiyo kitu ni kitu tumejaribu hadi jik. Bado tunaundanga hadi jik. Hizi ni chemicals za jik ziko hapa. Hadi hiyo liquid soaps So the liquid unajua liquid sasa ina demand kama hii. Hata ukiangalia mboma mingi sieti ni kila mboma inatumianga liquid soap. Ukienda sasa unaweza enda uulizie wapi liquid soap, hawana liquid soap. Lakini ukiulizia bar soap kila mboma iko na bar soap. So we go as per the demand of the customers. Yeah. Kwa sababu muda wetu umeyoyoma, ningependa upeane wosia wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji na utuambie siku za usoni ungependa kufika wapi. Mimi vile ningetaka kuambia, cha kwanza niseme asante kwa customers wetu. Mumetutoa mbali na tunajua tunaenda mbali tukiwa pamoja. We know that unity is strength. Hii product sikuwa natengeneza hii product yangu kama Nyaga. Hii product nimetengenezea wa Kenya wote wale wa especially to the low income earners. At least come over buy this product. Kuja hata kama ni ushago, soko ile iko karibu na wewe, tafuta hii product, tungangane tukiwa pamoja na maneno tutasonga mbele sana. Swali ya pili, mimi kama one of the shareholders tukiwa na my brother hapa, we have the target at least by the end of the day huwa kuna kitu huwa tuna discuss na tungetamani sana hii kampuni isikue tu ya Kisii. We want to expand and go global. At least we want to be known. When we have this certificate, I can assure you we can enter any country within East Africa and within the Africa as a continent. So in Dunamis is not for Kisii, is not for Nyamira, is not for Migori. Dunamis is for all of us in this world. Okay. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Ambie mana sana mwancho muliwe tasenikia Ndizi TV kwa vile kugusangana inde uko toga chagite umurubiriga wikabona iga twikire omwelio noko semire kwa luna kwa vile kuwesemya amanje wetera obonchoryo bigabo borosia bwesabuni. Kwa ndo mwancho muliwe ndete kukwenyiringa sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News sensemo ya website na bagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke. Wika weekend na gutumira no monchilio ndeto sange amange wetera obonchilio wayangu kuganiria obulierio bya ile Italian Frida Kerubo.